mtu anayefanya kazi anayokitumainia ni ili aone faida ya kazi. Na kama unafanya kazi ambayo haupate faida, kazi hii inachokesha. Ukifanya kazi ambayo kila wakati pali uendelee mbele, usonge mbele, unarudi nyuma, hii kazi inachokesha. Lakini wakati unafanya kazi na kila wakati unaona faida ya ile kazi, labda wewe ni mfanyabiashara, kila wakati unauza, unatarajia, unasema wakati nitafaidika, nitauza nyumba, nitauza gari, nitaoa, nitafanya hiki na kile. Lakini wakati unaona kazi ile haikupe faida, labda utavunjika moyo na labda unaweza kuiacha. Lakini kazi ambayo inakupa faida, kamwe hauwezi kuiacha, utasonga mbele. Niko naenda haraka kwa sababu ya wakati. Amen. Naona watu wanaanza kubae. Kupiga miayo. Aha. Ni kusema saa 6 inasema tayari kabisa. Tutaenda kuona faida 3. Ni nyingi ndani ya Yesu, lakini yale Mungu ameweka ndani ya moyo wangu ili niseme na watoto wake siku ya leo ni faida 3 ambayo iko ndani ya Yesu, na ukiishikilia utatoka kwa ngazi nyingine unaenda kwa ngazi nyingine. Amen. Ukiishikilia maisha yako haitabaki vile, maana kuna aliyekutanana na Yesu, aliyebeba msalabani akabaki vile vile. Hakuna anayejua badilisha maisha ya mwanadamu ni Yesu. Anayejua kumvika mwanadamu utukufu ni Yesu. Wewe ambaye uliyekataliwa, uliyezaraulika, ulionewa yuko kitu, lakini ukikutanana na Yesu, kila yoyote atakukubali. Maana Yesu akikukubali nani atakukataa? Amen, amen. Neno ni hili. Ya kwanza, tunayo faida ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Unayo faida ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akiingia ndani yako anabadilisha. Akiingia ndani yako anakuumba upya. Akiingia ndani yako anaondoa yale yote adui aliweka na kuleta mazuri kwa maisha yako. Unayo faida. Usiwaze kama kumpokea Yesu kwako ni kupoteza wakati. Usiwaze kama kumpokea Yesu kwa maisha yako ni bahati mbaya. Neno la Mungu linasema katika Yohana wa kwanza, Injili ya Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 12, haraka utusomee. Neno la Mungu linasema nini? Niko nakimbia na wakati. Neno la Mungu linasema, bali kwa wale wote waliompokea aliwapa uwezo ya kufanyika wanani, ya kufanyika watoto wa Mungu. Hapana wale walimkataa, hapana wale walimdharau, hapana wale walimtupilia mbali, hapana. Wale walimpokea, wale walikubali aingie ndani ya mioyo yao, hata wale na kumiliki, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Faida ya kwanza,
Ukimpokea Yesu, anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu. Kuna yale mtumishi anaweza kuomba kwa baba atatenda, lakini mtoto akiomba baba anamupa. Haleluya. Amen. Mtoto akiomba baba anamupa. Ndio maana Yesu anatoa mfano, anasema hakuna mtoto ambaye ataomba baba yake jiwe baba mupe, amuombe mkate amupe jiwe, amuombe nyoka amuombe samaki amupe nyoka. Lakini nyinyi ambaye ni watu wabaya, munawatendea watoto wenu mema. Mara ngapi mimi baba yenu? Haleluya. Pokea Yesu kwa maisha yako. Amen. Na kama uyamuikalisha, umuikalishe mzuri. Umuikalishe mzuri. Kama uko mgulu moya ndani ya Yesu, ingine nje, hautakula bya Yesu. Hautakula bya Yesu. Benye biko ndani yake, migulu yote mbili ndani yake, ndio wanakulaka vitu vya Yesu. Watoto ndio wanakula vitu vya Yesu. Ukimpokea kwa maisha yako, ukiachilia Yesu amiliki na tawale, akuwe mwokozi wa kweli kwa maisha yako, kweli yale yote utaomba utaipata. Amen. Amen. Utaipata. Yes. Hakuna kitu kitakuzuia usione mkono wa Mungu kwa maisha yako. Hallelujah. Na ujue heritage. Heritage ni nini? Utajiri. Hapana utajiri. Urithi. 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 Urithi ni juu ya watoto. Hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Urithi ni juu ya watoto. Ndani ya Biblia kuna urithi mingi baba anatuandalia kama watoto wake. Amen. Na kama watoto tuna haki ya kuishi yale ambao baba aliandaa kwa maisha yetu. Tingiza aliyekuwa pembeni yako, umwambia shetani asikuibe zamu. Mutingize kila yeyote anayekuwa pembeni yako, mutingize. Amen. Amen. Sitaki wa kuniombea. Baba amekwisha kuniombea. Fungua macho niangalie. Usiingie kiroho. Fungua macho niangalie. Tumeyafungua kabisa. Naenda kwa haraka. Urithi ni ya watoto, wala si ya watumishi. Wale ambao neno la Mungu linasema walionikubali, waliompokea Yesu, amewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kama Yesu iko ndani yako, ni kusema uko mtoto wa Mungu. Ndio. Na uko na haki yote ya urithi za baba. Hallelujah. Yoshua sura yake ya kwanza mstari wa 3. Mungu iko niambia Yoshua, Yoshua, mahali unapokanyanga, mahali nyayo za miguu zako zitakapokanyanga, kupa nimekupa. Hata kama ni nchi ya wengine, hata kama ni wengine wanatawala, lakini wewe unapokanyanga tu, Bwana amekupa. Yes. Ni nasi ya watoto wa Mungu. Kama unajua hili, utaishimamia na utakuwa na hangaika ovyo ovyo. Hapana. Amen. Hautakuwa na hama ovyo ovyo. Asema hapa kuko wachawi, hapa hivi mambo haiendeki. Hapana. Lakini kama mwana unajua baba alinipa ahadi ya kusema kote kwa nenda kanyanga hatanipa, unashimamia hii. Kenye kinatuua, tunakuwa naomba maombi kufatana na neno ahadi baba anatuahidia mu Biblia,
Lakini baba wakati iko naangalia nani iko naomba. Nani iko naomba. Unakuwa kama ule mfano wa Biblia baba alituambia ile siku. Wale watu walienda kukemea ule mtu mwenye alikuwa na mapepo. Anasema tunakukemea kwa jina la Yesu ambaye Paulo anafundishaka. Pepo kamwambia ule Yesu tunamjua na Paulo tunamjua, wewe ni nani? Na kutakia ukuwe mwana wa Mungu, umupokee ili uishi uwezo wa Mungu kwa maisha yako. Amena. Ukipenda ukubali, ukipenda usikubali, mie niko namaliza kazi. Yale baba aliweka ndani yangu leo ndaimaliza niwaambie. Yaani kuna watu hapa, yes, mguu moja ndani ingine nje. Baba nasema ingia ndani ili uone utukufu wake. Amen. Unamtaja Yesu lakini haiko ndani yako. Unamtaja kwa kinywa tu. Tunakuja hapa tunajaa, lakini baba anapotutazama anaona kweli ndani mwetu haiko, lakini neema iko. Kubali leo kuna faida. Amena. Kuna faida. Ukitaka umiliki kote kwenye utaenda, kubali Yesu akae ndani yako ukuwe mtoto. Amena. Amen. Ujue kama katika ulimwengu wa roho kuna majitu mbalimbali ambao wanamiliki huku na huku. Ndani ya mainchi Tanzania kuna jitu ambaye anamiliki. Kongo kuna jitu ambaye anamiliki. Rwanda kuna jitu ambaye anamiliki. Si kwa nchi tu, anaingia hata ndani ya mafamilia. Ndani ya familia yako kuna jitu ambaye anamiliki. Kweli. Ndio maana ukiangalia wababu hakuna aliyefanya ndoa. Wote wanapitaka kwenye dirisha. Kwa sababu kuna jitu ambaye anazuia ndoa mfamilia. Unaporudisha macho nyuma, unaona ndani ya kizao kyako magonjwa ni moja ambao iliua wababu, iliua wamama, watu wote ndani ya familia ni gonjwa moja. Ambao nawe usiposhimama ndani ya Yesu mzuri itakukumba. Lakini ukikamata hii neno baba aliyosema, mahali unapokanyanga nimekupa, utashimama ndani ya familia yako. Unasema sasa mamlaka yote adui alishimamisha ndani ya familia, kwa sababu baba amenipa mamlaka yote na chia chini ya miguu yangu. Henye iliua babu zangu, henye ilitesa wazazi wangu, kwangu haitakuwa na uwezo. Na baba naangalia ule mwenye kona sema ni nani? Ni mtoto. Baba atasema kweli, mumutimilizie. Haleluya. Haleluya. Acha niachie hii hapa. Wakati mwingine tutarudi. Endelea. Gumamo. Faida ya pili. Tunayo faida ya kulinda maisha matakatifu, kuogopa dhambi na kinachofanana na dhambi. Ni vigumu, lakini baba anaangalia kama moyo. Anaangalia moyo. Anasema ingawa ni vigumu, lakini mwanangu anajitahidi. Kila wakati anapokosea, kila wakati anapoingia ndani ya njia zisizokuwa sawa, iko haraka kurudi mbele yangu na kuniomba msamaha. Niko naongea na mtu hapa. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 inasema nini?
Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Amena. Kulinda maisha matakatifu, kuogopa dhambi na kinachofanana na dhambi ni faida yako. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Hakusema heri wachungaji, hakusema heri waimbaji, hakusema heri manabii. Alisema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Amen. Itakufalia nini upate vyote vya ulimwengu? Itakufalia nini uchoke jinsi unavyochoka? Siku yote ya Jumapili uko hapa, unamwimbia Mungu, unamwabudu, tunaomba, tunasikia neno, lakini siku ile Baba tuambie ondokeni, si wajui. Barikiwa sana. Heri wenye moyo safi. Hatukuokoka ili siku moja tupotee. Hatukumwamini Yesu ili siku moja tuishie jehanamu. Lakini nia yetu, badala ya kumaliza safari yetu hapa chini ya jua, tumuone yeye ambaye tuliamini. Hatawaambie karibu wanangu, anatupanguza machozi, maana alituahidia atatupanguza machozi. Wewe unajivanga ndani ya kanisa, macho yetu haiwezi kukuona, lakini macho ya Baba inakuona. Inakuona. Njia huko napitia za chorochoro, dhambi za chini chini huko nafanya, uzinzi, washerati, wizi, ulevi, macho ya Bwana iko na kuona. Oh yes. Siki, labda unajua siku ulizaliwa, unajua na miaka ambao unamaliza, lakini siku tamaliza safari haujui. Ni siri ya Mungu. Siku tamaliza ujua ni siri ya Mungu. Utaenda wapi? Itakuwa ole kama ulikuwa na kemea shetani hapa, kisha siku ile malaika wa shetani ndio wakuya kukupokea wakati unakata roho. Ni ole. Yes. Watakao muona Mungu ni wenye moyo safi. Amen. Haleluya. Wenye moyo safi. Ile moyo wako inajawa nani? Moyo wako banani banajaa ndani ya moyo wako. Je, iko safi? Unaweka nini ndani ya moyo wako? Watu ambao waliokukosea unawafunga ndani ya moyo. Ule siwezi kumsamehe. Mbingu tu ndio tutakutana naka na mbingu ya nani? Ya baba yako. Mbingu ya nani? Wale unasikiaka mbingu tu unaona tu ni ya muyomba yangu. Ya nani utaenda mkutanane kule? Nani awasambishe? Mbingu ni ya watakatifu. Heri wenye moyo safi, hao ndio watamuona Mungu. Tengeneza moyo wako. Hey, tengeneza moyo. Heri wenye moyo safi. Ingia ndani ya moyo wako. Ambia ule mwenyeko na niombea, sitaki aniombee. Ambia aliye pembeni yako. Mama anasema, bibi anasema usimuombee, umutazame. Hakuambia yale Bwana anataka kwa maisha yako. Kabisa, haleluya. Kama unasikia usingizi, shimama uende. Hapa iko fasi ya kulalia hapa. Ikifika wakati ya neno inakuwa ni kusinzia tu, ni kusinzia tu. Ulilala wapi? Mbona unatupatia mashaka? Jana kulikuwa makesha hapa, hakukuwa makesha. Wewe ulisinzilia wapi?
Uko nasema habari ambayo itakusaidia. Sema Siku mama, moja sema. umuone Baba. Yes. Aliyekufilia. Hallelujah. Hakuvike taji. Wewe uko na sinzi. Bwana tusaidie. Amen. Heri wenye moyo safi. Hao ndio watamuona Mungu. Jirudie ndani. Ujiangalie, ujichunguze. Leo Baba akija, utaenda naye. Acha nikwambie, labda tunaonaka, tunawazaka kama mbingu ni hadithi. Tunawazaka kama Jehanamu haiko. Tunawazaka kama paradiso haiko. Lakini nakwambia iko. Amena. Usipojipanga sawa sawa. Tusomee pale Mathayo sura yake ya 7. Mstari wake wa 21, 23. Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amena. Ufunuo sura yake ya 22 mstari wa 11 hadi 15. Kwa sababu ni yeye anayechunguza moyo na nia ya Baba, ni ili siku moja sote tumuone. Ndio maana ngali anatuma neno ya kuturudisha kwenye mstari. Maana neno la Baba linasema, mwana ambaye ninayempenda ninamrekebisha, ninampiga fimbo arudie kwenye mstari. Amena. Amen. Usiseme leo Mungu anatugeukia. Anataka turudi. Kama iko ujumbe yako, iko na mtu wake hapa. Ndio. Ufunuo 22 mstari wa 11. Mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu. Asema mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu. Mungu anakupa favor. Mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu. Na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu. Mwenye uchafu hazidi kuwa mchafu. Hiyo ni neno kutoka kwa Mungu. Yani Mungu anakupa huru na anakusindikiza kwa ile mabaya huko nafanya. Kwa sababu labda sio mara kwanza wala mara pili unasikia ujumbe wa kutakasa roho yako, lakini unafanya moyo mgumu. Endelee. Mungu atusaidie. Na mwenye haki na azidi kufanya haki. Mwenye haki na azidi kufanya haki. Na mtakatifu na azidi kutakaswa. Watakatifu wazidi kutakaswa. Endelee. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami. Amena. Kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Amena. Mimi ni Alfa na Omega. Amena. Mwanzo na mwisho. Ndio. Wa kwanza na wa mwisho. Kweli. Heri wazifuao nguo zao. Amena. Wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima. Na kuingia mjini kwa milango yake. Nje wako mbwa. Wako wanani? Uko nje wako wanani? Mbwa. Mbwa. Wale watu ambao wanakuwa kana tubu leo, kesho wanarudilia vyenyewe walitubu. Bana kuja kwa mchungaji, tulilewa, baba nilizini, lakini kesho ile dhambi ya uzinifu anairudilia.
matapikio yake, anaweza kutapika sai, lakini anaenda sana anarudilia mubile benye alitapika, anaanza kulamba, iko natafuta mifupa kabisa. Kumbwa hasema inje kutakuwa humbwa, inje kutakuwa wazinzi. Sio mimi, ni neno la Mungu. Amen. Mimi nakumbuka wakati yetu, Mungu abariki wakati yetu. Mama Cecile. Amen. Wakati yetu Mungu aibariki. Mungu aibariki sana. Ile wakati sijue kama mwi wakati vijana watatuita tulikuwa wayuma njoo. Hatukuwa na akili. Hatukuwa na akili. Benye hatujue kitu. Lakini ile wakati yetu ilikuwa mzuri. Wakati yetu kama uko na mchumba wako anakuja kukuangalia kwako kunyumba, wale unaenda muangalia kwao, ndiyo mutaikala hivi, muko naangaliana, muko naongea, muko napanga vya maisha. Unaona ndoa itakuwa siku gani, ndoa itakuwa tariki fulani nini nani. Sawa, basi tuombe Mungu. Munaomba Mungu, naisha. Lakini wakati wa sasa kuikala hivi ni kama ni yuma. Omwe tu basogeane kabisa. Yani wanaona ni kosa. Na atabakia vile. Anachia kwa mkono hapa. Kesho anaisogeza hapa. Kesho inagusa liziba. Leo inapiga kabizu. Kesho inakuwa tirlange. Sema mama, sema. Munawaza njoo usirimu. Nakwambia tendo ya ndoa kama uyasimama hapa madhabahuni Baba akubariki ni dhambi kabisa. Oh yes. Munaikala muko nagusana maziba kama giza iko unanjo ndikizana. Sema yote baba, sema yote mama, huko na ikunda. Sema tupone. Unailambula. Nakwambia ni dhambi. Wewe unaona njoo usirimu. Ukiona mwili kusumbue, Abudenego aliimba mzuri. Wanazani ni uzungu. Anasema mwili usikusumbue, mwili usikusumbue. Mwili usikusumbue, utaisha karibu. Kuoa kuolewa ni mapenzi ya Mungu. Una lengo gani kwa kuyafanya hayo? Kama ni sababu ya kuwaka tamaa, sitaki ni kufiche, ni mwili unakusumbua. Ndiyo. Sisi kama wadada ndani ya Kristo, inabidi uchumba yetu ifanane Kristo. Amen. Mulishaonjana, munaonjana kila siku, munenda munaonjana. Yote mama, sema. Wakati yetu, niko naambia wakati yetu, siku ya mariage, siku ya ndoa. Ndio. Unaona kijana iko na harikia ndoa ishe, sherehe ishe, juu aende kuona bienyani chunga miaka. Weye banisha kumaliza problem. Ile njoo dada batu wake. Mungu atusamehe. Unajua kama kijana anakutafuta hata kuambie maneno mazuri, unakatala kumuonesha mwili yako, atasema mwanamke njoo huyu. Huyu njoo mwanamke. Hata kama nimemuweka nyumbani, nikisafiri hakuna mwenye atakuya kumudanganya. Security. Wewe ni kidogo tu. Yes. Wewe ni kidogo tu. Ninasema dhambi ya uzinifu sio dhambi ya kukemea. Sio dhambi ya kukemea. Mama mkude kwe. Mama mkudo naito. Dhambi ya uzinifu sio dhambi ya kukemea. Kijana anakubeba. Njoo vile unisindikize. Munaenda kunyumba. Munafika kunyumba. Munaikala, unajua kama mimi nakupenda. Sasa mimi naona siwezi kuunga ndoa
kama mimi siyaona clear. Siyaona clear. Siyaona wazi. Inabidi nionje kwanza. Unakuwa kalanga. Bakona kuonja unakuwa kalanga. Sema mama, sema. Ndio vile wewe unajua tu kama mimi nakupendaka. Tena unajua hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Tena sasa mimi nakuonaka nasikia mwili wapi. Njoo maana ukiona naanza vile tu. Hapana kukemea. Biblia inasema bakeme yake. Ukianza kukemea utajikuta unafika mkitanda. Loko tu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wanakutosha nguo kwa jina la Yesu. Sitaki yangu. Sitaki yangu. Kwa jina la Yesu. Sitaki yangu. Mimi ni Mkristo. Mimi ni mwimbaji banatosha sutia. Sitaki yangu najikuta huko mkitanda na sitaki yangu. Kimbia dhambi ya uzinifu. Tunataka wadada ndani ya kanisa. Tunataka wakaka ndani ya kanisa. Wawe wakaka wadada ambao walikutanana na Yesu. Amen. Amen. Wanaogopa dhambi. Barikiwa na kinachofanana na dhambi. Amen. Bwana tusaidie. Haleluya. Saa zinaenda. Gumamo. Inje endelee. Kutakuwa wanani? Gumamgo mama. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Amen. Wote watakuwa wapi? Nje. Haleluya. Acha niachie hapa niende ya mwisho. Naona wakati. Gumamgo bana. Hao wote watakuwa nje. Furaha ya Baba ni ili siku moja jinsi tulivyo hapa tuonane huko mbinguni, maana tutajuanaka. Fulani na alifika. Mjukuu wangu na alifika. Mungu akubariki. Unaona vile napendeza? Mungu akutendee mema. Alifika. Tutajuana. Na ndio furaha ya Baba. Usiende kutafuta vyenye Mungu hayakupatia. Chunga wakati ya Mungu atakupatia. Usijichafue. Juu upate mafuta. Juu upate kazi. Juu upate pesa. Juu upate mavazi. Usijichafue. Kama Mungu atataka uende umesamuka usoni kwa kukosa mafuta kama kopo ya mikoyo, enda vile kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kama utaeneza miaka 50, 50 haujaolewa, chunga wakati ya Mungu. Baba baki yake na deni ya mtu, lakini usijichafue. Tunaenda ya mwisho. Ya kwanza tulisema unayo faida ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ya pili una faida ya kulinda maisha matakatifu. Ya tatu una faida ya kumtegemea Yesu. Tutamalizia hapo. Tunasoma Yeremia sura yake ya 17 mstari wa 5 hadi 8. Hapo ndipo tunamalizia. Biblia inasema Yeremia mstari wa 5 sema hivi.
Bwana asema hivi, amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Amina. Endelea 8. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Amina. Haleluya. Kumtegemea Bwana. Biblia inasema alainiwe anayemtegemea mwanadamu. Niko naongea na watoto wa Mungu. Lakini heri yule ambaye anayeweka macho yake kwa Bwana. Ukitosha macho yako kwa Bwana na ukiangalilisha mwanadamu, tayari unalainiwa, kwa sababu ni neno la Mungu. Niko naongea na mtu ambaye anayetazama msaada kutoka kwa wanadamu, ambaye anayeweka mwanadamu pa nafasi ya kwanza. Acha nikuambie, ule ambaye unayemweka pa nafasi ya kwanza anaweza kukuaidia kutendea kitu, lakini Bwana ambaye anasema ulainiwe hatafanyikisha ile kitu kipate. Anaweza kukuambia kuja kesho saa 2 ndakupatia, kwa sababu naye labda alitumainia kuna deni yake watamulipa. Lakini kwa sababu Mungu anaona macho yako, unaangalia ndani ya mwanadamu, atafunga ile milango, na kesho utaenda utakuta hakufanyikiwa. Na nakwambia leo nimekosa. Lakini abarikiwa anayetegemea Mungu. Kwa nini kumtegemea Mungu? Methali sura yake ya 21 mstari wa 1, neno la Bwana linasema, moyo wa mfalme huu katika mkono wa Bwana, kama mifereji ya maji, hugeuza popote hapendapo. Sulemani anasema roho ya mfalme. Mfalme tuko naongelea si mtu wa kawaida. Mfalme labda ni rais wetu hapa. Leo rais akitamka neno ya kusema uinuliwe, utainuliwa. Akitamka neno ya kusema leo uende Ulaya, utaenda. Akitamka neno ya kusema leo upate gari, nyumba, utapata, kwa sababu ni rais, ipo na ile uweza. Lakini Mungu anasema roho yake iko kwenye mikono ya Mungu, kama miferegi ya maji. Anayeielekeza kote kwenye anataka ni Mungu. Yani tosha macho yako kwa wanadamu, weka macho yako kwa Mungu, kwa sababu ni Mungu anajua njia ya baraka yako, anajua kwenye utafanyikiwa, anajua. Tosha macho yako kwa wanadamu, weka kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuko mama umoja na mume wake ambao walikuwa watumishi wa Mungu. Walikuwa mu maisha ya shida kabisa. Lakini siku moja watoto wake 4 usiku banaikala biko naambia baba, kwa nini hapa kwetu hatukule nyama? Kwa nini hapa kwetu hatukule chipsi? Kwa nini hapa kwetu hatukule ubwabwa? Kwa bajirani banakula. Ile siku baba akawaambia, mnapenda mkule nini? Wa kwanza anasema, baba tunapenda tukule wali na nyama ya kuku. Mwingine anasema, baba uongeze na chips. Mwingine anasema, baba manjegere ni nini? Njegere tu. Njegere. Mwingine anasema, baba na soda. Baba akasema, kesho
kesho saa 2 ya usiku mtaikula. Mama kashwana na mume wake, acha kunikoseshia watoto wa amani. Wewe hauna pesa, unawatia matumaini kama kesho watakula, utaitosha wapi? Bulipokucha watoto wakaenda kwa majirani, asema leo kwetu tutakula kuku, tutakula nyama, tutakula chipsi. Kwa sababu gani? Baba alisema. Watoto wako naimba, wanarudia nyumbani. Mama muyaemea, amuyanza kupiga. Mama samu nitoke pale anafujo. Simwende muulize baba yenu. Baba anaikala mchumba. Banaenda kucheza, matumaini hiko. Baba alisema tutakula wali. Ilipofika saa 12 ya jioni, watoto wanarudi. Mama na mafiga uyawasha. Mama sema ndawapiga. Ondokeni mwende kufuata baba yenu. Mimi niliwaambia ndawapigia. Baba mama anatufukuza. Anasema hatapiga, sasa mchunge. Niliwaambia saa 2 ya usiku mchunge mtakula. Baba alishinda chumbani. Ilipofika usiku saa 1 watoto wanakoga. Saa 2 baba anaikala kwenye salon. Watoto wanakuja, baba tumemaliza chakula sasa. Mama iko na mwangalia, nasema leo ndakuona. Unakatisha watoto tamaa tangu asubuhi. Unaweka maneno mabovu ndani ya mioyo yao kuwa utawapatia. Utaitosha wapi? Saa 2 itatoka wapi? Ilipofika saa 2, baba akasema leta bibakuli. Bibakuli ni nini? Bakuli hivyo hivyo. Bakuli. Analeta bakuli, asa leta bakuli moja hapa ya nyama, ya mchele, ya wali ubwabwa, ya chipsi, ya njege. Ulete na machupa ya soda. Banachia pale. Tushukuru Mungu anatupa chakula. Mama anaona bwanake msafi. Asema huyu bwana kabisa. Inawezekana njale inafika mpaka mkichwa. Anachanganikiwa. Lakini anayetegemea Mungu. Anayetegemea Mungu. Amen. Hakuna benye Mungu afanyake kwa batoto yake. Hakuna benye Mungu afanyake kwa batu benye banamutegemea. Tangu liweka macho yako mbele ya wanadamu, hakuna kenye balikufalia. Wakati ni huu, humwangalia Yesu. Amen. Anasema njooni kwangu nyote mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hakukwambia uende kule. Kuya kwake. Yeye njoo iko na uweza wa kukupumzisha. Yeye. Unaweza kuomba kwa chumba yako, Mungu anamkuta mama mkuja bila kumwambia hitaji yako. Unaweza kuomba kwa chumba yako, Mungu anamkuta baba bila kumwambia. Maana roho ya mfalme ni kama miferege ya maji kwenye mikono ya Mungu. Yenjo anaielekezaka. Amen. Utakuja kuniomba kama Mungu ayanielekeza kwako, utarudi mikono mitupu. Hata ukinikuta niko na hesabu dolari, kuta naelekeza roho ni Yesu Kristo. Amen. Baba nashukuru Mungu, tunakushukuru kwa kutupa chakula. Tunaenda kutumia chakula hii. Amen. Toto amen. Amulete maya ya mikono abaya fungula kule. Banasikia kumulango koko. Mama anaingia. Bana fungula mulango, mama anaingia. Na kikapo. Asema mchungaji, mwache kwanza, mukikula hii chakula yenu mtakuwa mnanikosea. Murudishe kwanza hii chakula yenu. Kumbe ni bibakuli tu. Hakuna kitu. Muirudishe kwanza, mutakula nyuma. Mungu akosesha amani juu yanu. Tangu asubuhi niko napiga hii chakula juu yanu. Hallelujah. Anachia pale bibakuli ini. Komande ya watoto. Baba alibeba mbele ya Baba wa mbinguni. Baba wa mbinguni akashurutisha, beba chakula kule. Oh, yes. Fungula kibakuli ya kwanza ubwabwa, ya pili kuku, ya 3 chips, ya 4 njege na mafanta. Huyo ndio Yesu tunayemtumikia. Karibu Baba. Karibu.